Naam, mtazamaji wa B5 Media, karibu sana kwenye mfululizo wa maudhui yetu ambayo mara zote tumekuwa tukiyaweka katika kurasa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Instagram B5 Media_official, YouTube ni B5 Media_official, hivyo pia TikTok na Facebook B5 Media_official. Jina langu ni Pasco Mwere na leo imekuwa bahati nzuri sana kukutana na ndugu yangu ambaye utamfahamu muda si mrefu. Lengo ni nini? Lengo ni kuzungumza mambo ambayo yanahusu maisha kwa ujumla wake, harakati kwa ujumla wake, mapambano kwa ujumla wake, lakini pia ndoto katika kuzipambania kwa ujumla wake. Na huyu si mwingine bali ni Gilbert Saidi. Huyu ni mwandishi wa vitabu, mentor unaweza kusema hivyo, lakini pia mhamasishaji, mzungumzaji ambaye amesimama kwenye majukwaa kadha wa kadha akihamasisha jamii, hususan vijana, katika kuhakikisha wanazifikia ndoto zao katika namna ambayo itampendeza kila mmoja. Na hapa leo nimemuita mahususi kutokana na vile ambavyo anavifanya, na yuko hapa kutueleza japo kwa ufupi namna nzuri ya wewe kustick, namna nzuri ya wewe kufuatilia hatima yako. Unajua maana ya hatima ni nini? Utasikiliza hapa kwa uzuri sana. Karibu katika mahojiano haya mafupi. Ninaamini baada ya mazungumzo haya kuna hatua ambayo utaichukua. Gilbert, karibu sana kwenye studio za B5 Media. Asante sana, nashukuru sana mtangazaji. Natumaini uko vizuri sana. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda vizuri. Asante kabisa. Nimepata kusoma somewhere. Ndio. Na nikagundua ni wewe umefanya vile kwa maana ya kile ambacho nimekipata. Yes. Focus on your destiny. Ndio. Ni kitabu ambacho nimekiona somewhere. Yeah. Na nikasema haiwezekani, ni lazima nikuite hapa tuzungumze mawili matatu, kwa sababu na mimi pia ni mpenzi mfuatiliaji wa mambo haya. Naamini pia hata huyu ambaye anatutazama na kutufuatilia ni lazima na yeye pia kwa namna moja ama nyingine anafuatilia mambo haya. Ndio. Kwa nini hatima kwa maana ya destiny? Hatima kwanza ni kitu ambacho mimi kinani influence mwenyewe, lakini unapozungumzia hatima manake ni jambo la mwisho, matokeo ya mwisho kabisa. Yani mtu anapozaliwa kuna mwisho wake. Mwisho wake ni ile siku tunaenda kumzika, ndio mwisho. Lakini kitabu hiki nimekiandika hatima au fuatilia hatima yako au focus on your destiny, nikiwa na intention moja. Lengo la kwanza ni kwamba vijana wanapaswa kuanza kufuatilia hatima zao bado wakiwa na umri mdogo. Watu wengi wanaanza kufuatilia wakiwa tayari wapo katika umri wa majuto. Wameshamaliza. Tuna maeneo matatu ya miaka 0 mpaka 25 ni miaka ya maandalizi. Okay. Yani maana yake ni miaka ambayo ndio maana watoto wanakuwa shuleni, lakini miaka kuanzia 25 mpaka 65 ni miaka ya implementation, kukitendea kazi kile ambacho yani unacho ndani ya akili yako, mawazo yako na malengo yako. Lakini miaka 65 mpaka 70 au 80 huko na ambazo Mungu atakujalia, hiyo ni miaka ya majuto. Okay. Watu wengi wanajuta kwamba ningejua mapema, sasa ningejua ni mjukuu. Lakini swali ambalo naweza nikakuuliza kwanza au kijana unapaswa kujiuliza, hivi picha yako ya maisha yako kuanzia miaka 5 mpaka miaka 10 au 20 kuanzia sasa unayo? Ninaamini unaweza ukawa na picha nyingi sana za maisha. Yes. Umetoka location ukapiga picha, lakini je, umeweza kupiga picha? Yani akili yako ina recognize kwamba kuna picha baada ya miaka 20, 10, baada ya hapa nitakuwa wapi? Hiyo ni kila mtu anapaswa kuwa nayo. Anapaswa kujiuliza kabla ya anapaswa kujiuliza. Yes, kwenye kila kitu na kujijibu ya. Okay. Katika maisha tu ya kawaida au katika vitu tunavyovifanya? Katika mambo tunayoyafanya. Okay. Kwamba mimi ni mtangazaji, lazima niwe na picha ya miaka 10 kuanzia leo. Itakuwa wapi? Yes. Mimi ni mwalimu, the same. Yes. Mimi ni mchungaji, the same. Yes. Okay. Swali la pili la kukuuliza, hivi kweli unaishi au bado unajaribisha kuishi? Emrudia hapo. Hivi ni kweli unaishi au unajaribisha kuisha? Kuna watu ambao wanajaribisha kuishi. Wanajaribu. Lakini wanakuja kugundua kwamba nilikuja duniani na miaka yangu imeisha, lakini hakuna chochote amekifanya. Na ndio maana utakuta mzee anapofikia umri fulani anastiki sasa, ngoja nifuatilie maisha yangu, lakini kumbe amechelewa. Okay. Lakini unatakiwa uishi. We have one chance. Yani tunazaliwa mara moja, tunaishi mara moja na tunakufa mara moja. Okay. Kwa hiyo unapaswa uwe makini. Fuatilia hatima yako.
ndicho ambacho tunakizungumza hapa kwa uzuri na Gilbert Said ambaye yeye ni mwandishi wa vitabu, lakini